Wanasema maskini hana sauti, lakini leo nasimama kuwa mdomo wake. Ni nani aliyeamua kwamba mtoto azaliwe na njaa mkononi? Ni nani aliandika sheria kwamba wengine wale mpaka washibe na wengine wakose hata cha kukila? Ni nani? Hii sio bahati mbaya, hii ni mipango yake mwenyewe Mungu. Zinawekwa meza zimejaa, halafu mnasema wapambane. Wapambane na nini wakati vita yenyewe mmeanzisha nyinyi? Mnamwambia mtoto wa maskini soma kwa bidii utafanikiwa, lakini hamuambii ukweli kwa wengine wanasoma na taa ya umeme na yeye anasoma kwa mwanga wa njaa. Hii dunia ina sauti mbili, moja ya matajiri na nyingine ya maskini, ambayo mnaita ukimya kwa sababu hamtaki kuisikia. Mnasema umaskini ni giza, lakini hamkuona macho yule mtoto aking'aa gizani? Ndiyo, kitanda chake ni kigumu, lakini akili yake imechoka kusubiri, na tumbo lake limezoea kusinzia bila chakula, lakini moyo wake haujawahi kukata tamaa, kwa sababu hata kwenye ukosefu kuna kitu kikosekani, tumaini. Yule mama anayechoma kuni alfajiri, si kwa sababu hana chaguo, bali kwa sababu anaamini kesho itabadilika. Yule kijana anayekimbiza ndoto bila viatu, anajua vumbi la leo ndilo litakalomjenga kesho. Umaskini umewafundisha mambo ambayo fedha haziwezi kuwafundisha: uvumilivu, nguvu na imani ya kusimama hata pale miguu inapochoka. Wengine wana kila kitu, hawana sababu ya kupigana, lakini maskini ana kila sababu ya kushinda. Unajua kuwa historia haijaandikwa kwa waliokata tamaa, imeandikwa kwa waliokataa kubaki walipo. Leo ninasema kwa sauti ya matumaini, hawa mnaoita maskini, ndani yao kuna mabingwa wa kesho, wataalamu na viongozi wa kesho, ndoto ambazo bado hazijapata nafasi ya kupaa. Siku moja mtoto aliyelala njaa ataamka na kulisha wengine. Siku moja yule aliyekataliwa na dunia ataijenga upya kwa mikono yake mwenyewe. Msiwadharau, kwa sababu umaskini sio mwisho wa safari, ni mwanzo wa safari ya ushindi. Na hata kama leo ni giza, hakuna giza linaloweza kuzuia jua lisichomoze. Naamini kesho inakuja, na inakuja kwa wale waliovumilia leo. Naitwa Raifa Abdallah.